Sasa pamoja na kuwapatia vitamini, lakini kumbuka pia kuwapatia dawa ya mafua. Tunaelewana? Kumbuka kupatia dawa ya mafua, lakini pia kumbuka kuwaosha hayo macho. Ukiwa mfugaji usiwe na kichefuchefu. Usiwe na ile kinyaa. Ni kama mzazi. Mzazi hawezi kuwa na kinyaa. Hawezi kuwa na kinyaa. Kama wewe umezaa mtoto na umelea mtoto, hauwezi kuwa na kinyaa hata kumsaidia bibi kizee ambaye hawezi kwenda uani mwenyewe. Mzazi, baba, mama, utawasaidia tu. Lakini kama una kinyaa, huyo au kuku utawacha wanakufa tu. Unawacha wanakufa tu. Lakini mimi nakushauri tu, ushauri wa bure. Ujitahidi kuwa karibu na mifugo yako na uwahudumie. Wape vitamini ili wasikusumbue sana. Msione hayo masasa yangu wakati wote mnaona niko na eka nao, siwaachagi ovyo ovyo. Na wapatiaga, yani nikipata nafasi siku 2-3 vitunguu saumu, nikipata nafasi na wapalimau. Kwa hiyo utakuta siku zinaenda, wanazidi kukua na maisha yanaenda na wao wako vizuri. Utafikiri kwamba hawaugui. No, changamoto zipo, ni kwamba niko very active pamoja nao. Unaelewa? Kwa hiyo utawapatia hizo, utawafanyia huduma ya kwanza ambayo utawaosha, na pia kuna dawa za kubinya hivi za dukani za kuwaweka kuku kwenye macho. Wengine wanatumia dawa za binadamu za macho kuwatibu macho baada ya kuwaosha. Lakini mimi nakwambia maji ya uvuguvugu na chumvi yanatosha sana kumsafisha kuku wako macho na akawa vizuri, ukaendelea kuwapa dawa za mafua au dawa za mimea na wakakaa sawa. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo kuwaosha, kuwapa dawa za mafua, kuwapa dawa za vitamini, majani, mboga, limau wapatie. Una mbaazi hapo, majani ya mbaazi, pilipili vichaa hizo unaweka, ukiwa na asali pia unachanganya